Samueli wa kwanza 1 mstari wa 13. Basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama anena, sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo huyo Eli alimdhania kuwa amelewa. Neno la leo linatoka katika kitabu cha Samueli. Hii ni hadithi ambayo tumeisikia mara nyingi. Kulikuwa na mtu mmoja aliitwa Elikana. Elikana alikuwa mtu wa Mungu. Alikuwa na wake wawili. Mmoja aliitwa Penina, mwingine aliitwa Hana. Walikuwa kila mwaka wakienda kanisani, wakienda kuabudu na kumrudishia Mungu shukrani. Kule walikokuwa wakienda, kuhani wao aliitwa Eli. Siku moja, baada ya Hana kwenda siku nyingi akiomba Mungu ampe mtoto, akaenda hiyo siku akaomba na uchungu mwingi. Hana hakunena kwa sauti kubwa, alinena kwa moyo wake. Alinena mambo ambayo yalikuwa ni yake na Mungu peke yake. Hakutaka hata Eli ayasikie, maana amekuja kule siku nyingi, ameomba kwa kelele, lakini hajapata mtoto. Tumbo lake bado halijafunguliwa, bado anachekelewa, bado mwenzake anamdhihaki. Lakini hiyo siku akasema, hii ni siku yangu na Mungu wangu peke yake. Alisema maombi yatakayoyaomba hataomba kwa sauti. Mdomo wake tu ndio ulikuwa unaonekana ukicheza. Hata Eli alipomwangalia akaona huyu Hana leo amelewa. Akamuuliza, utalewa mpaka lini? Lakini Hana akamwambia Eli, mimi sijalewa. Ni uchungu niko nao ndani ya moyo wangu. Nimemlilia Mungu wangu siku nyingi, hajanipa mtoto. Lakini siku ya leo ninaiweka nadhiri na huyo Mungu, ili akinipa yule mtoto nitamtolea. Nitamleta hapa kwako Eli, awe mtumishi wa Mungu kama wewe Eli. Hapo ndipo Eli akafunguka macho, akajua yule mtu hakuwa amelewa. Alikuwa anaongea na Mungu wake. Maombi, wakati tunaomba, hatuombi kwa ajili ya watu. Kuhubiri tunaweza hubiri, tukapaza sauti kabisa ili kila mtu akafikiwe na neno. Lakini wakati unafikia mambo yako ya ndani na Mungu wako, si lazima uwapigie wale wengine kelele. Omba ukiwa umetulia. Wacha maombi yako yatoke ndani ya moyo wako. Hayo ndiyo maombi ambayo Mungu wetu atajibu. Hayo ndiyo maombi ambayo Mungu atasikia. Weka nadhiri wewe na Mungu, mambo ambayo hakuna mwingine utaweka nadhiri naye, ili nawe upate majibu kutoka kwa Mungu mwenyewe. Utakuta wengine tunakaa katika nyumba za kupanga, nyumba zimeshikana. Wewe unaamuka saa 9 ya usiku, unaanza kupigia wale wengine kelele. Mungu atakusikia. Si lazima wajue unaomba, si lazima wajue unaweka nadhiri na Mungu. Hata mwingine anaombea jirani yake, lakini anapiga kelele akimtaja, hata anamkosesha amani. Maana naye Hana alijua siri. Nimekuwa nikiomba nikipiga makelele. Amekuwa akitangaza katika kijiji, anasema kesho tunaenda kwa Eli, naenda kuomba kwa sababu ya mtoto, lakini hakupata. Lakini wakati huo akaweka nadhiri na Mungu, akaomba na moyo wake, akasema hata hamtasikia kile ninachokisema, lakini matokeo waliyaona.
Maana baada ya kutoka hapo, akirudi hapo tena, alirudi akiwa na mtoto. Tuombe kama maombi haya ya Hana. Mungu anatusikia. Usisumbue wenzako. Kila mtu aliitwa na Mungu tofauti. Unaweza hata kuomba ukayasema maneno yatakao waudhi watu. Mungu hata kulipa. Maana yule mtu umeudhi, maombi yako yameshaharibika. Omba ndani ya moyo wako. Matokeo yakitokea watayaona. Neno la leo linatufunza kuomba kutoka ndani ya mioyo yetu.